Kwa nini isiwe? Waswahili wanasema paukwa pakawa. Wao hawakuwepo, na wale 16 waliokuwepo ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo. Hakukuwa na Chadema, hakukuwa na ACT, ndio ambao tungekwenda nao. Na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyetu vikubwa. Hawakuwepo. Mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia Chama cha Mapinduzi. Walipigia Chama cha Mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini 97%, hiyo ndio kilichotokea. Ni 97% ya waliopiga kura, sio ya Watanzania wote. Ya waliopiga kura ni 97%. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika, na watu wameelewa, wamepiga kura. Na Mungu ni mkubwa kwamba lile balaa lao walilianza saa 5 sijui 6, watu walishajipeleka mapema asubuhi. Nimepata salamu. Wanasema tutakubali tukukana serikali ikiwa watafanya 1, watafanya 2, watafanya 3. Serikali hii si ya kuamrishwa wala kupewa maelekezo. Tumewataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze. Na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu. Hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili, mufanye hili. Hiyo inatokea ndani ya nyumba tu. Ndani ya nyumba tu. Baba ukeshamkera mama, ukimrudia jioni akwambia sitaki mpaka ufanye hili na hili. Na utafanya ili maridhiano yaende. Uongo kweli? Lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu. Tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo. Na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu. Waandamanaji wengi wanaingia njiani. Na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa.